Hello, bado tuko Arusha, tunaendelea na mkutano wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache, na leo hii nimebahatika kuwa na mkurugenzi wa bodi ya kampuni ya Inflight Catering Services. Wanajihusisha na utoaji wa huduma kwenye usafiri wa anga. Huyu si mwingine ni Bi Teresia Soka. Karibu sana Teresia. Asante sana. Naam, kwa kuanza, unadhani nini nafasi ya ofisi ya msajili wa hazina kwenye kusimamia mashirika na taasisi za umma ikiwa ni pamoja na kampuni 56 ambazo serikali inamiliki hisa chache? Asante sana. Labda niende moja kwa moja kwa msemo mmoja maarufu sana tangu utotoni. Mali bila daftari huisha bila habari. Yes. Na ndio anachokifanya msajili wa hazina. Kwa kupitia ofisi ya OTR imekuwa ni chachu kubwa sana katika kuwezesha taasisi mbalimbali ambazo zinatakiwa kufanya uzalishaji, uendeshaji wa majukumu mbalimbali, kwa sababu inakata cross sector nyingi sana. Kwa hiyo msajili wa hazina kwa jinsi anaendesha sasa hivi ni kwamba anasimamia taasisi zake zote, zile ambazo ana umiliki moja kwa moja na zile ambazo tunasema ni minority ambazo sisi tupo, kuhakikisha kwamba ufanisi wa hali ya juu, utendaji, utawala bora, na utekelezaji wa majukumu, ili basi zile taasisi ziweze kuzalisha, ziweze kuwa na tija kubwa zaidi. Kwa hiyo ni mpango ambao umeweka ambao ni mzuri sana, na tunaona tangu kumekuwa na ufuatiliaji wa karibu na usimamizi wa karibu kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Tumekuwa tukishuhudia sasa kila mwaka msajili wa hazina akiweza kuchangia kwenye mfuko mkubwa wa serikali kiasi kikubwa sana cha fedha kwa kupitia taasisi hizi ambazo wanazisimamia, zile ambazo wana umiliki moja kwa moja, lakini pia zile ambazo tunasema ni minority, ambazo na mimi pia ni mmoja wa wakurugenzi katika taasisi kama ulivyoelekeza awali. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba taasisi zinajiendesha katika utaratibu unaopaswa, lakini pia zinajiendesha kiushindani ili ziweze kuwa na tija kubwa zaidi kwa maslahi ya wananchi wenyewe, wafanyakazi, lakini na taifa kwa ujumla wake. Mwaka 2024 ofisi ya msajili wa hazina iliamua kuanzisha mkutano wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambao serikali inamiliki hisa chache. Na mwaka huu ni mkutano wa 3. Yes. Unadhani kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya mikutano hii na ufanisi wa kampuni hizi? Uhusiano ni moja kwa moja kabisa, kwa sababu vikao hivi vinatuleta pamoja wakurugenzi mbalimbali, wakuu wa taasisi. Kwanza tunapata kujua dira au mtazamo wa msajili wa hazina ambaye ana dhamana ya kusimamia mataasisi yote, kujua kwamba ana matarajio gani. Lakini kwa kupitia hii mkutano kumekuwa na mawasilisho mbalimbali ambaye anatujenga kifikra, kimtazamo, na kutupa nguvu na namna gani tutafanya zaidi, lakini pia kututengenezea ari na chachu ya kufanya vizuri zaidi. Tumeona jana kuna wakurugenzi wamepewa zawadi kwamba wamefanya vizuri, na hakika wamefanya vizuri kwa kwamba wamesimamia vizuri taasisi na zitakuwa zimezalisha vizuri zaidi, tija kwa taasisi, kwa nchi, lakini pia kwa wafanyakazi. Mtanzania mmoja anafanya kazi kule, akipata tija inashuka chini kwenye jamii ambayo tunaishi. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana, na anachokifanya TR tunapokutana hapa, pia tuko kama kwenye training session, networking, tunakutana na watu mbalimbali, tunapata various scholars wanaelezea vitu mbalimbali. Kwa hiyo inatujengea chachu, uwezo na kutupa wigo mkubwa wa jinsi gani tunaangalia mambo. Wanasema think outside the box. Sasa hivi tuko kwenye transformation era, kwamba sasa tuko kwenye ulimwengu ambao una pressure kubwa locally hata kimataifa. Tunafanyaje ili tuweze tunasema how to navigate katika hii hali kama hii. So tumesikia wawasilishaji mbalimbali kutoka hata nje ya nchi wakituelezea, wakitupa mifano ya taasisi au mashirika ambayo yalipitia nyakati ngumu sana, na katika nyakati ngumu ndo aliweza kufanya matokeo bora zaidi. Kwa hiyo inatupa chachu ya kufikiria zaidi, kutenda zaidi, na kutupa ari ya kutaka kufanya vizuri zaidi. Of course kwa nchi yetu Tanzania iweze kusonga mbele na kuweza kujisimamia kama nchi. Tunafahamu tuko kwenye era ambayo hata nchi kubwa za kimataifa ambazo zamani kwa tunazitegemea kwa ajili ya misaada, support kwenye budget, vitu kama hivyo, vitu vingi vimetokea ambao tunaamini sasa kwa ari na chachu tunaipata hapa, na mtazamo na umoja ambao tunaujenga, hata networking, tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba kila shirika, kila taasisi inaweza kufanya vizuri zaidi, pamoja na
changamoto zinazojitokeza ndani au za kimataifa, bado tuweze kuweka mikakati, mipango ambayo itatuwezesha kwamba tuweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hizi session ni muhimu sana. Na mawasilisho mbalimbali yamefanywa. Mkutano ulifunguliwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Alifanya wasilisho lake pale, msajili wa hazina mwenyewe, lakini pia wasilishaji wa mada mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania. Ni mambo gani ambayo unaondoka nayo pindi utakapokuwa narudi nyumbani? Kwa kweli mambo ni mengi. La kwanza nilishalisema kwamba tunafahamu dira nini tunakwenda nini tunatakiwa kufanya, nini tunakiona mbele yetu. Lakini kikubwa zaidi ni namna gani tubadilishe au tufanye ili kuweza kufanya kazi au kuzalisha katika mazingira ambayo yako very stressing. Yani tunapitia kwenye kipindi ambacho tunasema transformation. Bahati nzuri hata kwenye taasisi yangu panafanya kazi, tuna agenda hiyo transformation. Na motto ya TIARA mwaka huu kwamba advancing agile and innovative leadership under transformation pressure. Kweli kuna pressure. Nimetoka kusema hapa sasa hivi tunaona giant countries wanapigana huko juu, lakini sisi nchi ambazo ndio tuko bado chini tunaathirika. Kwa hiyo my take home ni jinsi gani sisi kama viongozi katika taasisi kwanza tuweze kuyasoma mazingira yalivyo locally na kimataifa, na kuona ni jinsi gani mazingira yale yataathiri biashara zetu. Hivyo basi tuweze kujipanga forward looking, tuone kwamba hili linaweza kutokea, na kama likitokea tumejipanga vipi kuweza kupenya, how do we navigate katika haya mazingira ambayo yanatokea, especially labda kwenye anga za kimataifa ambayo yanaathiri moja kwa moja biashara zetu. Tunafikiria kupanua biashara zetu au kufanya shughuli nyingine ambazo kama hii inakwama, basi kuna mrengo mwingine ambao unatokea kutupa si nafasi ya kusonga mbele. Kwa hiyo kikubwa ni kuthink ahead, namna gani mbele future ikoje na nini tunafanya na kuweza kupredict. Hizi sessions zimetufungua macho sana vitu vinavyotokea mbalimbali, kuweza kujipanga vizuri na kuanza kupredict risk mbalimbali na kuzitengenezea mitigation ambazo zitatufanya kama wakurugenzi taasisi zetu ziendelee kuwa zinafanya vizuri zaidi. Changamoto zipo na zitaendelea kuwepo. Tunasema kwamba tunafanya kazi kwenye complex situation. So complex situation, you need to find ways, the best way how to navigate na ku sail through pamoja na changamoto zote ambazo tutapitia. Kwa hiyo kikubwa sisi kama wakurugenzi nini tufanye, forward looking, tunajipanga vipi sasa hivi kuhakikisha kwamba changamoto yote ambayo itajitokeza tunaweza kupita kwa kuangalia various studies, various scholars au matokeo mbalimbali au issues mbalimbali zimetokea katika nchi za jirani au mataifa mengine, na tukaweza kuboro na kunarrow down katika mazingira ya Tanzania na kuona nini tufanye na tuweze kuweza kusonga mbele na kuweza kuzalisha zaidi pamoja na changamoto ambazo zinaweza kuwepo. Naam, asante sana. Tumefikia tamati ya kipindi chetu. Langu jina ni Alex Malanga, afisa uhusiano kwa umma na mawasiliano kutoka ofisi ya msajili wa hazina. Studioni nilikuwa na mkurugenzi wa bodi ya Inflight Catering Services ambao wanajihusisha na utoaji wa huduma za chakula kwa usafiri wa anga. Asante sana Bi Teresia Soka. Asante sana, nashukuru. Asante.